GB 64. Yeah. Mambo vipi? Bwana, tunashukuru Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Tuko kwenye chungu cha 13 leo kwa sisi Waislamu na watu kwa lazima nao vile vile tulianza nao pamoja nao wanaendelea kwa mfungo. Kikubwa tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika hapa tulipofika, kwa sababu yeye ndio muweza wa kila jambo na yeye ndio anabeba uhai wa kila mwanadamu. Kwa hiyo tuko vizuri, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, pamoja na hayo yote kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vipi unazungumziaje dabi ya Kariakoo ambayo imekwenda kupiga visiwani Zanzibar? Kiuhakika kiukweli tumepiga hatua sana, sawa Yaani dabi imekuwa tofauti na dabi zingine zote. Umeelewa bwana? Dabi kila muda unavyozidi kwenda mbele, dabi inazidi kufanya nini? Dabi inazidi kuonekana kuwa na muonekano tofauti kabisa na dabi za nyuma zilizopita. Ingawa kuna changamoto mbalimbali zinajitokeza, lakini kwa mimi, kwa watu tunaojua nini maana ya dabi, umeelewa bwana? Hivi ndio vionjo vya nini vya dabi. Dabi haiwezi ikawa dabi pasipo kutokea mambo ya aina mbalimbali ambayo yanaonyesha utofauti wa mechi hii na mechi zingine. Huwezi ukakuta mambo haya yanatokea Simba na Mtibwa, huwezi ukakuta mambo haya yanatokea Simba na Azam, huwezi ukakuta mambo haya yanatokea Yanga na Azam, huwezi ukakuta mambo haya yanatokea Yanga na Mashujaa, bali haya mambo yanatokea kati ya Simba na Yanga, yanatokea kati ya Simba na nini na Yanga, kwa sababu ni mechi ya utofauti, ni mechi ambayo imebeba hisia za nini, za kila mwana football, awe mtu wa Azam, awe mtu wa Pamba, awe mtu wa nchi yoyote, mtu wa timu yoyote. Lakini inapofika swala la dabi, watu wote wanakuwa ni pande hizo, pande mbili, wanakuwa pande za Yanga au wanakuwa pande za nini, pande za Simba. Na ndio maana umeona hisia tofauti zimekuja, umakini unakuwepo mkubwa katika idara zote nne. Yani idara kwanza, unaanza idara ya viongozi, yani viongozi unaona kabisa kwamba sasa hapa kuna maandalizi ya nini, ya dabi. Upande wa Simba viongozi umewaona jinsi walivyokuwa wana react, na upande wa Yanga umeona viongozi jinsi walivyokuwa wanafanya nini, wana react kuelekea katika nini, katika huu mchezo. Ukija vile vile katika pande za wachezaji au benchi la ufundi, tuanze benchi la ufundi. Ukija kwenye benchi la ufundi utaona vile vile yani jinsi gani benchi la ufundi linakuwa na umakini mkubwa, linakuwa na tahadhari, linakuwa na umakini ambao haupaswi kuelezeka, ambao umakini huu ungeelekezwa katika mechi zingine. Sidhani kama timu nyingine yoyote ingeweza kutoka katika mikono ya Simba na nini, Simba na Yanga. Lakini kwa sababu sawa, ni mechi ya dabi, ni mechi iliyobeba hisia za watu, ni mechi iliyobeba maisha ya watu, ni mechi ambayo inaweza ikakusababisha ukawa katika constructive margin au ukawa katika destructive margin. Kwa hiyo mabenchi ya ufundi yanakuwa yako makini, viongozi wanakuwa wako makini. Tukiingia kwenye pitch sasa, ukiingia kwenye pitch ndio tunakuja. Ukija kwa upande wa wachezaji vile vile umakini